Na gogo lile alikawekwa mwanangu ndio hili. Umeliona? Hili humu ndo alimokawekwa mwanangu. Gogo lina dirisha. Hili hapa naona unaliona? Kuna pengo. Hapa ndo waliweka nguu hivi. Huku hapa kulikuwepo na kipande kingine hapa. Cha gogo. Cha kipande cha mti. Ndio wakapigia hapa msomari hapa ili huu nyayo usitoke nje hivi. Sasa ni nani ambaye aliweka mguu wa kijana wako katika gogo hili nani? Watu tu ili walikuwa wananifanyia fujo mimi kunivamia. Kwa hiyo walikuwa wanamdhibiti kwa kumweka ili mimi asiniue. Sababu hili gogo alikuwa anashindwa kulivuta hivi. Haya sawa, twende. Na mtazamaji wa Mulika Live TV na msikilizaji wa kipindi cha Mulika Jamii kutokea Newala FM Radio, tumetembea hadi katika kijiji cha Mtalikachau ambacho kinapatikana katika kata ya Nandete, halmashauri ya wilaya ya Nanyumbu. Ndio. Okay. Na nipo nyumbani kwa mzee Milanzi. Mzee Milanzi unamuona kama ni mzima, lakini kwa sasa hana uwezo wa kuona, lakini kama alivyotueleza katika historia yake, alizaliwa mzima na alikuwa na maisha yake na watoto wake. Lakini baada ya kupoteza uwezo wa kuona, mzee Milanzi na yule mke wake ambaye alizaa naye watoto 3, Ndio. Basi wakatofautiana, lakini inavyoonekana kwamba mwanamke alianza kumtaliki mume wake baada ya kuona kwamba amepata ulemavu wa macho. Lakini pia mzee Milanzi ana watoto wake 2 ambao kama unavyoona pale, wote wale wana matatizo ya afya ya akili. Hawa wote walizaliwa wazima kabisa na walikuwa wanajishughulisha na shughuli zao mbalimbali kama, lakini wote hao sasa hivi tayari wamekalishwa chini baada ya kupata matatizo ya afya ya akili. Wote 2 wana tatizo moja. Kwa hiyo tutajaribu kuzungumza nao kama wanaweza kidogo tuweze kupata hata kuona ile hali halisi ya vijana hawa. Hebu wanaongea. Anza kumwangalia. Karibu hapa. Nasikia. Au nije hapo? Njoo tu. Samahani sana mama msikilizaji, mimi jina langu naitwa Amani Magairi. Okay. Nilisafiri katika nyezi 1, 2, 3, 4, 5, mfiti wangu ndo kuu. Kila siku nilisajili na washikaji wangu kwa mwezi, lakini sipo tupo pale. Kakangu anaitwa Bambo. Bambo mimi nilisajili kila mwezi nikafunga sana. Baba wangu Magairi nimefika hapa nikapata ranki. Sasa mbona kama unanikimbia? Mama wangu ndio mama. Amani ndio akafika hapa katika. Lakini yale majani kutupa lakini zile bunduki nilikuwa mwezi mkani ndio mwenyewe. Kama ulivyosikia ni mmoja wa mtoto wa mzee Milanzi ambaye umemsikia akizungumza hapa, lakini yote hii kutokana na changamoto yake ambayo kwa sasa alionayo. Wana matatizo ya afya ya akili, lakini je, hili tatizo limetokea wapi? Tukumbuke kwamba hawa walizaliwa wazima na walikuwa wanajishughulisha kama kawaida kama vijana wengine. Kwa hiyo tunataka tupate maoni matatu kama kidogo ana kumbukumbu mtoto mwingine wa mzee Milanzi. Kwa hiyo yule na huyu nani ni mkubwa? Huyu hapa. Wewe ndio mkubwa? Hebu niambie unaitwa nani? Kama unakumbuka jina lako? Amani. Jina lake Amani kweli? Amani Magairi ndio. Miaka yako mingapi? Sijui. Umesahau? Sijui. Lakini nataka niambie, unakumbuka kwamba ulikuwa mzima, ulikuwa unafanya shughuli zako, si ndio hivyo? Hebu tueleze kwa nini ambacho kinawasumbua wewe, mdogo wako na baba pia, wote familia moja, lakini tayari mmekwisha kalishwa chini. Kitakusumbua kitu gani? Sawa, na kama tulivyosikia ama tulivyomsikia, huyu anaitwa Amani. Ni mtoto wa mzee Milanzi ambaye kama ambavyo tumesikia kwamba kuna wakati anazungumza lakini kuna wakati hazungumzi, kama ambavyo tumeona hapa kwa sasa hivi hajisikii kuongea. Lakini tumekuja hapa nyumbani kwa mzee Milanzi kuja kuona hali halisi ya maisha ya familia hii. Lakini tunaelekea kwenye mkutano wa kijiji ambapo huko sasa tutakwenda kuzungumza mengi zaidi, na huko patachimbika tu, lakini lengo tuwasaidie watu hawa. Hii ni Mulika na haimwogopi mtu, na tunakuja kuvumbua mazito ambayo yapo, tunakuja kuvumbua changamoto ambazo zipo. Hawa wamezaliwa wazima,
Tunajua Mungu ametuumba, lakini hajatuumbia tuteseke. Maradhi yapo, lakini yapo mengine ya mikono ya watu. Sasa hiyo mikono ya watu tunakujana kwenye mkutano huko. Tuendane kwenye mkutano. Asante.